Jambo la pili ambalo unatakiwa ulizingatie hasa baada ya kufeli kwamba usiamini kwamba hauna thamani. Kuna watu wengi sana baada ya kufeli wameamini kwamba wao ni watu ambao wana thamani, wao ni watu hawajiwezi, wao watu hawatakiwi, wao ni watu ambao hawawezi kufanya chochote. Tofautisha sana kati ya kuwa failure kwenye maisha na kufail as an attempt. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna kufail as an attempt, lakini kuna kuwa failure kwenye maisha. Kufail as an attempt kila mtu anakutana nako. Utajaribu kufanya, utashindwa. Ndio maana kwenye mitihani tuna kitu tunaita receipt. Maana yake rudia tena, kaa vizuri tena, ujipange upya. Kwa maana mengine ulifail as an attempt. Ndio maana mtu anaweza akafeli leo, kesho akafanya mtihani akafaulu. Hii sio mbaya kwenye maisha. Mbaya ni pale unapojichukulia kwamba ni failure, kwa sababu failure is a state of mind. Ni kufikiri kwamba mimi siwezi kufanikiwa. Ni conclusion. Ni kitu kinaitwa mindset. Ni fikra iliyohitimishwa katika akili yako. Ukifikia hatua baada ya kufeli ni ngumu sana kuinuka tena. Kwa usikubali hata siku moja either kuaminishwa au kujiaminisha mwenyewe kwamba wewe ni mtu ambaye huwezi kuinuka tena kwenye maisha yako. Ni hatua ya hatari sana ambayo inaweza kukuathiri. Kwa usikubali kabisa kupoteza ile thamani yako. Kama umefeli ni kwa sababu kuna kitu ulikuwa hujui. Kama umefeli ni kwa sababu kuna uzoefu ulikuwa hauna. Kama umefeli ni kwa sababu kuna namna nzuri ya kufanya ulikuwa hujui. Jifunze tena na ufanye tena. Ndio maana wako watu wengi ambao walifeli mara ya kwanza, wengine walifeli mara mbili, wengine walifeli mara tatu, lakini walipojaribu tena waliweza kufanikiwa. Usipoteze thamani yako baada ya kufeli. Cha tatu ni kwamba usikae muda mrefu bila kufanya kitu. Avoid staying idle. Unapofeli kuna ujumbe unakuwa umetumwa kwenye akili yako, na ujumbe ni negative, ni ujumbe hasi ambao unakuambia kwamba wewe hauwezi, wewe si kitu, wewe hautainuka tena, wewe hauna thamani. Ule ujumbe unakuwa unapewa nguvu kwa wewe kuwa idle, kwa wewe kutokufanya kitu. Kwa ukifeli ukakaa muda mrefu bila kufanya kitu, ni sawa sana kusema kwamba nimekubali yale maneno negative niliyojiambia na niliyoambiwa ni kweli kwenye maisha yangu.